Huyu naye jirani yangu kamwacha mke wake yuko pale. Jirani yangu ndo familia yake iko kijijini, vitu vyake vimezagaa viko pale. Huyu mama naye huyu hapa, huyu jirani yetu naye kaondoka na watoto wake wanaosoma, na sisi tabaki na kufanya kazi zake zinazouza bajia. Yule kijana, hiyo nyimbo unaiona hiyo ambayo imeinama upande, yule kijana jana alitaka kujinyonga, wakamuai baada ya kumkata ile kamba, na sasa ilikuwa kwaje, kachukua simu kanywa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi haeleweki alipo. Ameenda hospitali, alikimbia moja kwa moja, alivyokunywa sumu akawa anakimbia. Kwa hiyo kaka yake akawa anamfukuza na pikipiki, mdogo wake alibaki pale analia, mke wake naye ndio hivyo akawa anamfukuza na pikipiki. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatujapata taarifa ya kijana yuko wapi na hali yake iko vipi. Pole sana. Poleni sana. Una chochote cha kumwambia rais na viongozi wote wa serikali kuhusiana na hiki kinachoendelea? Yaani kwa mimi nisiwe mnafiki, yaani kwa mimi niache tu mambo ya ajabu ajabu. Kwa elimu yangu ndogo na upeo wangu wa kutokuelewa uongozi unavyofanya, huu uwezo wote tunaotendewa, tusimlaumu diwani, tusimlaumu waziri, yaani tusiwalaumu watu wote. Kikubwa kuhusu ardhi, jiji, huu ufitini wote upo jiji. Mkurugenzi hawezi kuishi na matapeli pale. Wale wote waliojaa pale nje hawana kazi, ni kutapeli maeneo ya watu na kufanya shughuli za kawaida. Sawa, hapa sisi ndugu yangu wamesha kuja kuhakiki. Babangu mimi mzee Eliabi ambaye ndio mlezi wangu kashatoa 210,000 ya kuhakiki. Kitu gani kinachowasumbua sije kuweka bikoni? Huyu jirani yangu huyu mwenye ice kashalipa 210,000 na wengine hao washalipa hizo hela, baadhi ya watu washalipa hela. Kipi kinawakwamisha sije kuweka bikoni mpaka tunafanyiwa mambo kama haya? Wote nataka kuniambia uwezo huko wapi? Kwa wewe tukamtazamo wako wa ghafla, uwezo huko wapi? Sio upo jiji, vitu vyote vipo, hati zipo, kila kitu tumepewa. Kwa nini wasije kuweka bikoni zetu? Je, hapo hawajaitia hasara serikali? Nikinua umeme luku, si wanakata hela ya jengo? Nikiweka umeme napolipa, si wanakata hela ya jengo? Sasa serikali inapata nini? Kama hivi wanavyozuia maeneo. Binti aliyobaki ni huyu hapo na kaka yake huyu hapo, huyu mama ambao ameenda. Unaona? Ni kama nyumba ngapi ambazo zimebomolewa, zimeathirika? Kwa haraka kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moja iko pale ya 10. Kuna zingine ziko chini. Kwa maana yake kama zoezi lingekuwa linaendelea ingekuwa ni zaidi ya hizo. Wa kujenga? Kubomoa, wakati unabomoa. Maana yake walisimama baadaye waliacha kubomoa, au ni hizo tu zilizobomolewa? Kwa ghafla walikuja kubomoa jana. Lakini wao ramani yao inavyosoma, hiyo Paragoa unaiona? Inasoma ndani. Hiyo unaiona inayofuatia baada ya Paragoa hiyo hapo, imo ndani. Hiyo nyingine hiyo imo ndani. Ile pale ina maana hapo wanamaliza laini yote. Kwa nini hizo zimeachwa? Kwa nini hiyo imeachwa? Hao wameacha waseme eti hao watawalipa takuwa hizo hela. Hasa hatujui maongezo wameongea kivipi mpaka wale wawalipe wale. Sasa kati ya wale na takuwa nani mlipa mwenzie hatujui. Kwa kwamba wale mliambiwa kwamba wale watawalipa hao watakuwa. Ili wabaki na maeneo. Mbona hii haieleweki? Kwa nini wengine wanaachwa afu wengine wanabomolewa? Ndio hapo. Wamekubaliana wapi? Na kwa nini wakubaliane na watu wa upande? Ndio hicho. Hata huyo mwenye Paragoa mwenye katukuta hapa. Huyo mama huyo katukuta hapa. Yaani karibu 100% nyumba hizi hapa ambaye tulimkuta sisi ni yule pale, zile nyumba za chini tu. Sababu kipindi cha sisi ndio tulianza tu kulima tukawa tujajenga. Ina maana kwenye kulima hao wengine walimkuta mabangu 100 analima hapa wakati tushapanua hiyo 2014. Sasa wale huyo mwenye Paragoa, huyo jamaa na huyo hapo na wanadai kwamba wao watachukua, watawalipa hao utakuwa. Na kwa nini wale kule walipe? Haya, hapo ina maana kwamba bado huyu ambaye ni mwanajeshi huko Arusha ana kama 1.5 naye kafungua jalada liko mahakamani, inaendelea. Maana kesi inaendelea. Sasa hiyo wake wamepata watu kuja kuvunjia nyumba za watu wakati bado wana kesi. Wakati kesi mpaka 2015 kuna jirani yangu naye huyu hapa alikuja 2015 wakajenga, na mwingine huyu hapa tulimkuta mwenyeji kabisa mzaliwa wa hapa Jaki Tibulule tulimkuta.
huyu hapa tulimkuta, yani karibuni asilimia wote hapa, na wana watoto ni wakubwa wengine kama hawa hapa. Okay. Unaona? Hasa kwenye 2016 ndio katokea hao jamaa watakuwa sitakuwa upande wa Waislamu hawa, wakaja wakadai kwamba hapa wao ni kwao, wamenunua, wameuziwa. Ndio tumesumbuana nao kuwauliza, wakasema tumenunua 2016. Haya, aliyekuuzieni kila siku madai yao kwamba aliyetuuzia kafariki. Je, kwaga anaitwa nani? Sijui nani. Haya, mlimkuta jirani? Hatukumkuta. Je, hizo pesa mlipeana vipi? Hamna hata shahidi? Hamna, hatuna shahidi. Tuliaminiana tu. Je, tutakuwa na uhakika upi? Unaona? Ndio hivyo ilivyo, na mpaka sasa hivi tumeenda na hiyo kesi kama miaka 10 ishapita, 2016 mpaka leo. Ina maana miaka 10. Tumeenda mahakama ya mkoa kashinda. Tumeenda wakakata rufaa, wakatuita kule kwenye rufaa, wakasema hii kesi sisi pelekeni wilayani. Kwenda wilayani akasema kesi kama hizi inabidi ziende kata. Kwenda kata. Yaani hapo ndo kwa kifupi tunamaliza hadi kutokea hivi. Kwenda kata mwaka jana. Hiyo mwaka jana tulivyoenda kata hapo mwaka juzi. Kwa sababu bwana hapa sasa sisi kwa swala kama hili wewe 2016. Hawa kuna watu 2010, 2013, 2015. Wewe 2016 itakuwa vipi kudai ndio kwako? Unaona? Baada ya kumaliza hapo wale jamaa wakajifyonza wakaondoka. Walivyoondoka ikapigwa siku ya kwanza wajatokea, tukakaa kama wiki 2 wajatokea. Akasema sasa nyinyi wenyeji wa pale, mwenye kuendeleza akaendeleze, mwenye kujenga akajenge, nyinyi ni wenyeji wa pale na yale ni maeneo yenu halali. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa tumekaa juzi kati hapa, kumbe wenzetu sijui kwa wameenda baraza la ardhi sijui kitu gani. Hivi kesi gani ambayo inaongelewa kwa upande mmoja? Tunakuja kuletewa summons ya kuja kubomoa, sio kwamba ya kuitwa mahakamani. Na mletaji ni kampuni ya Mohamed ndio waliobomoa. Unaona? Baada ya hapo hawakuja na wakuu wetu wa mitaa yetu hapa, hawakuja hapa. Wamempata balozi kutoka makaburini. Hivi kweli ndugu yangu, ili eneo lote halina balozi? Chukulia umbali wa hapa mpaka makaburini, kuna umbali gani? Sasa kwa nini wachukue balozi wa kule? Baada ya hapo kesho yake sisi tukenda tukana hizi mahakama kama kuna picha inachezwa hapa. Kwa sababu awamu ya kwanza tunaendesha kesi tulipewa wakili na mzee Mavundi. Yaani ile kesi hata ilivyovuruga pale hatuelewi. Kwa hiyo ndio hii kufikia mpaka juzi hiyo kutoka kwa waziri mkuu akasema sasa hapa tunachokifanya ni nini? Kaambiwa jamani, mmeiona hii samasi yetu inadai mwisho Ijumaa, vinginevyo wanakuja kubomoa. Wakuta wale makatibu wake tukawaelezea hali halisi, tukapeleka vielelezo vyetu vyote kamili, vikiwa kamili full yani. Kutoa vielelezo vile akasema sasa tunachokifanya tutawaita jiji na nyinyi na watakuwa tuje hapa. Cha kwanza tutawapigia simu wale jamaa wasihusike na kubomoa pale mnapoishi. Vivyo maelezo pale akasema sasa hii hebu pelekeni kwanza jiji. Je, jiji hii hati ya kubomoa inaandikwa hivi? Kwenda kule jiji mkurugenzi atakumkuta. Ndio mkuta pale akatuambia barua kama hizi nendeni mapokezi watakupeni picha kamili za hizi barua zinazoandikwaga. Kwenda mapokezi wakasema hii sisi hatuandikaji hivi. Notice waga haiko hivi. Haina sahihi. Je, mbona ya kuambatanisha haina? Ni jina tu la Mohamed peke yake, kapewa amri na nani? Mbona barua ya jiji hamna? Kwanza sisi tunashangaa. Tukarudi na mara sasa paka hapa wale kule tulikotoka kwa waziri mkuu wakawapigia simu jiji, polisi, wakapigiwa simu na huyu ambaye ndo anasema ni kwake kanua 2016 katika kuta hapa. Kaambiwa bwana pale simamisheni kubomoa mpaka mtakapoitwa wote. Ikapigiwa simu hiyo kampuni ya Mohamed. Yaani kwa masikio yangu yule jamaa huyo Usindo Mohamed alitoa kauli ambazo sio nzuri. Mpaka yule katibu wa waziri mkuu alichukia sana ile kauli. Akawa anadai kwamba huyu jamaa itabidi nifanye nini? Nimnyang'anye leseni yake. Hawezi kunijibu hivyo wakati huyu aliyempa kazi
Nimeongea naye kasema atasimamisha